Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Story za Maisha. Unajua watu tunapitia mambo mengi sana kwenye maisha, lakini tunavyoweza kushare story zetu inatusaidia sana kuweza kuachilia baadhi ya mambo, lakini pia kuwapa funzo watu mbalimbali. Sasa wale ambao wanasikiliza stories. Na chaneli hii ipo mahususi kwa ajili ya wewe ambaye unatamani kusikia story mbalimbali za maisha ya watu, ili uweze kujifunza kwa namna nyingine ama moja. Leo tuna story ya dada Amina Hassan, na hii story nzima ni story nzuri sana. Imegusa maisha yake kwa namna fulani sana, na ameamua kutusimulia hii story ili na wewe ujifunze kutoka kwake. Tunakwenda kuanza story yenyewe. Anasema, jina langu ni Amina Hassan. Nina miaka 34 sasa, lakini ninaonekana kama mtu mzima wa miaka zaidi ya 40 au mtu mzima wa miaka 45. Na hii yote ni kwa sababu maisha yamenichapa kwelikweli. Maisha yamenisigina sana, yamenitesa. Nahisi kama mimi peke yangu ndiye ninayeteseka kwenye dunia hii kuliko mtu mwingine yoyote. Hadithi hii inayokwenda kuhadithia ni hadithi yangu halisi kabisa, inayohusu maisha yangu, na si hadithi ya kutunga, kwa sababu haya maisha ndiyo maisha niliyoyaishi mimi. Kaka, naomba nikwambie, hadithi hii nimeamua kuisimulia ili watu wengine wajifunze kutoka kwangu na niweze kushare na watu yale niliyoyapitia, lakini yale ninayoyapitia hadi leo hii. Ninawasimulia story hii ya maisha yangu ni kwa sababu nimechoka, na mimi siwezi tena. Sioni thamani ya kuishi, sioni thamani ya kuitwa mwanamke. Lakini pia ninataka watu wajue kwamba dunia hii ina watu wenye roho mbaya sana, watu wasiokuwa na utu hata kidogo, watu ambao hawaoni thamani ya mtu mwingine zaidi ya maisha yao wenyewe. Na huyu mtu unaweza kumuona kama ni mtu mzuri sana, anavaa nguo nzuri, anapendeza, anaongea maneno mazuri, lakini ndani yao kuna giza ambalo hauwezi ukalizungumza. Sasa kama nilivyosema, mimi naitwa Amina Hassan na nililelewa katika familia ya kimaskini sana huko Mwanza. Na baba yangu alikuwa ni mvuvi Ziwa Victoria. Mama yangu alikuwa anauza samaki sokoni. Tulikuwa watoto 7 kwenye familia yetu, na mimi nilikuwa wa pili. Tulilala chumba kimoja watoto wote. Tulikula ugali na dagaa karibu kila siku. Kubadilisha mboga kwetu ilikuwa ni hanasa. Ukitoka kula ugali na dagaa, basi utakula mboga za majani. Mara nyingi tulilala na njaa, kwa sababu baba yetu akikosa na mama akikosa sokoni, mambo yalikuwa yanakuwa hivyo tena. Lakini familia yangu walikuwa ni familia wazuri sana. Baba alikuwa ni mpole, mama alikuwa na upendo mwingi mno. Nilisoma shule ya msingi pale Mwanza. Nilikuwa msichana mwenye akili. Walimu wangu walisema nilikuwa nina kipaji, lakini nilikuwa na tatizo moja kubwa. Sikuwa na nguo nzuri, sikuwa na viatu vizuri, madaftari yangu yalikuwa yamechakaa. Hadi wanafunzi wenzangu wakati mwingine walikuwa wananicheka. Walikuwa wakiniita Amina Chokola. Kusema kweli, maisha yale yalikuwa ni maisha ya mateso sana, lakini yalikuwa na furaha ndani yake kwa sababu ya familia yangu. Na mimi niliendelea kusoma kwa bidii kwa sababu nilitaka kubadilisha maisha yangu na ya familia yangu. Nilimaliza darasa la 7 mwaka 2005 nikipata alama nzuri sana pale shuleni. Lakini familia yangu haikuwa na pesa za kunipeleka shule ya sekondari. Ndugu zangu wote walikuwa bado ni wadogo pia. Kwa hiyo niliacha masomo, sikuweza kujiunga na kidato cha kwanza. Sasa baada ya kumaliza darasa la 7 na nimeshindwa kwenda shuleni, nikaanza kusaidia mama yangu kuuza samaki sokoni. Tulikuwa tukiamka saa 10 usiku tunaenda ziwani kutafuta samaki. Kwa sababu wavuvi mida hiyo ndio wanatoka, na tukishapata hao samaki wachache tunaenda moja kwa moja mpaka sokoni. Kazi ilikuwa ni ngumu sana, asasa kwa umri wangu. Mimi nilikuwa ninanuka samaki muda wote, kwa sababu nguo nilizokuwa nikivaa ndizo hizo. Nilikuwa hata sizibadilishi. Nilikuwa nikichoka sana, lakini sikuwa na chaguo lingine. Ilikuwa ni njia pekee ya kuweza kusaidia familia yangu. Miaka 4 ilipita nikifanya kazi hiyo na mama yangu. Baadaye pia muda ukasogea zaidi. Sasa nikawa nimefika miaka 18 na nikaanza kuona mabadiliko kwenye mwili wangu. Nilikuwa nimekuwa sasa, kwa sababu nilikuwa nina umbo zuri, na wanaume wakaanza kunitamani, wakawa wananitizama kwa jicho fulani. Hata mimi nikaanza kuwa na hisia kidogo. Baadhi pale sokoni wakawa wananifuata na
wakiongea maneno fulani mengine nikawa siyapendi kwa sababu yalikuwa ni maneno machafu. Nilijaribu kujificha kwa sababu sikuyapenda maneno yao. Wengine waliongea kuhusu shepu yangu, nikaanza kuvaa nguo kubwa angalau niweze kuficha umbo langu, lakini hawakuacha. Siku moja mwanaume mmoja mzee sana alinifuata. Alikuwa na umri wa miaka kama 42 hivi au zaidi. Jina lake lilikuwa ni Alhaji Hamis. Alikuwa tajiri kwa namna fulani. Alikuwa na magari, nyumba kubwa kwelikweli. Alikuwa na biashara pia. Siku hiyo tulikutana sokoni kwa sababu alikuwa mkuja kununua samaki. Mama yangu ndiye aliyemuuzia samaki siku ile. Lakini wakati anahudumiwa na mama, yule bwana Alhaji akaniangalia sana na nililiona kabisa lile jicho lake sio jicho la kawaida. Siku kadhaa baadaye alianza kuja karibu kila siku. Akawa ananunua samaki wa hela nyingi sana. Lakini kila alipokuja alikuwa akiniangalia mimi sana. Siku moja Alhaji alikuja kuongea na mama yangu. Akamwambia mama yangu angependa kunioa mimi. Lakini mama akasema, kwani wewe mzee haumuoni kwamba huyu binti ni mdogo? Amina ni mdogo sana kwako, ana miaka 18 tu. Alhaji akasema ndio, lakini mimi nina uhakika kwamba nitamlea vizuri, na kwa umri wa miaka 18 ni mwanamke kabisa huyo, na anaweza kuwa mke wa mtu bila shida yoyote. Lakini nitampeleka shule akasome vizuri na apate ajira nzuri, kwa sababu mimi ninampenda sana na ningependa nimtunze na kumpa maisha ya mbeleni. Na akamhakikishia mama kwamba familia yetu haitokosa chochote, yani pesa za hapa na pale haitokuwa shida tena. Yamkini tukaukimbia hata ule umaskini uliozidi. Tukiwa nyumbani, mimi, baba na mama tukakaa pamoja, kwa sababu mama alisema kuna jambo la muhimu angependa kuzungumza na sisi. Basi mama akaanza kuongea na kuelezea yale maneno aliyoyaongea Alhaji. Mimi nilishangaa, lakini kitu cha ajabu, baba yangu hakupinga, hakukataa. Alisema Amina ni mdogo, lakini na Alhaji mbona ni mtu mzima, ana uwezo wa kumzaa Amina. Lakini mama alianza na kusema kwamba mume wangu, maisha yetu ni magumu sana. Watoto hapa nyumbani wakati mwingine wanakosa chakula. Tuna watoto wengi sana. Ukienda wewe kuvua ukakosa, na mimi nikienda sokoni nisipopata wateja, inakuwa ni ngumu kwelikweli. Lakini Alhaji ana pesa, unamfahamu hata wewe, atatusaidia akimwoa Amina. Mimi nilikuwa nimeshika kichwa changu nikiwa kimya kabisa, sielewi niongee nini. Mimi sikutaka kabisa kuolewa na yule mzee, lakini niliona familia yangu ikiwa inateseka. Niliona wadogo zangu na kaka zangu wale wadogo hawana chakula, hawana nguo za kuvaa. Nikafikiria labda ni wajibu wangu mimi kuwasaidia, kwa sababu mimi ndiye dada yao. Na baba yangu hakuwa na pingamizi tena. Akamwambia mkewe kwamba, mke wangu, mimi sijabisha, nilikuwa ninawaza tu umri wa huyu mtoto wetu na yule Alhaji itawezekanaje. Mkewe akamwambia, Amina ni mkubwa mume wangu, miaka 18, ameshavunja ungo karibu miaka 5 iliyopita. Baba akaongea kwa furaha sana, lakini kwa hali ya Alhaji na pesa alizokuwa nazo, ni lazima atatoa mali nyingi kwelikweli, na lazima amhakikishie binti yetu Amina awe na maisha mazuri. Sasa siku kadhaa baadaye, baba pamoja na Alhaji wakaonana, wakazungumza, na baba akampa yale masharti aliyoyaongea kwenye kikao chetu cha familia. Na kulingana na maisha yetu yalivyokuwa, Alhaji alitoa mahari ya milioni 3. Baba yangu ambaye hata kushika 50,000 ilikuwa ni ngumu, sasa anapewa milioni 3 cash. Ilikuwa ni pesa nyingi sana, na alisema angetujengea nyumba mpya pale nyumbani, yani kuwajengea wazazi wangu. Alikubali kulipa ada za shule kwa ndugu zangu, kuwanunulia uniform. Alikubali hayo yote. Wazazi wangu walifurahi sana, walikuwa wananiona mimi kama ni baraka maishani mwao. Walishukuru kunizaa mimi, hawakufikiria kitu kingine chochote, bali walikuwa na furaha. Hata mimi nilifurahi sana kuwaona wazazi wangu wakiwa kwenye ile furaha, ingawa nilikuwa ninaogopa kwa sababu sikujua nini kitakachotokea mbele. Nilikuwa ninaogopa sana. Alhaji alikuwa ni mtu mzima, na mimi sijawahi kukutana na mwanaume mwingine yeyote kwenye maisha yangu. Nilikuwa msichana mdogo sana bado. Sikujua maana ya ndoa. Sikujua ukiwa umeolewa unatakiwa kufanya nini. Ilipofika Disemba mwaka 2009 nikaolewa. Sherehe ilikuwa kubwa sana. Alhaji alikuwa na pesa kusema kweli, kwa hiyo aliwaita watu wengi, marafiki, majirani, viongozi, kwa ajili ya kusherehekea na mimi. Nilishangaa sana kwa sababu sikuamini kile kilichokuwa kinafanyika. Watu maarufu wa eneo letu walikuja kwenye harusi yangu mimi, kwa sababu mimi ninaolewa, mtoto wa maskini. Lakini wakati sherehe zinaendelea, mimi nilikuwa kimya kabisa. Nilikuwa nikitazama chini tu kwa aibu. Watu walikuwa wakicheza, lakini mimi sikucheza. Mama alikuwa
akiniangalia kwa huruma sana, lakini hakusema neno lolote. Usiku ule nilienda nyumbani kwa Alhaji kama mke. Sasa nyumbani kwake palikuwa ni pazuri sana. Nyumba ilikuwa ni kubwa kwelikweli, ilikuwa na vyumba vingi na samani za gharama, yani furnitures. Kila kitu mle ndani kilikuwa ni cha pesa nyingi sana, lakini mimi niliona lile jumba kama jela, kwa sababu sijawahi kuishi maisha hayo. Usiku ule Alhaji alinifanyia mambo ambayo sijawahi kusahau. Mimi nilikuwa bado msichana mdogo na yeye alikuwa ni mzee, mtu mzima mwenye uzoefu. Aliniumiza sana. Nilijaribu kumwambia lakini hakunielewa. Alisema kwa mara ya kwanza ni lazima uumie. Nikajikuta ninalia, lakini yeye wala hakujali, hakunisikiliza. Akaendelea kufanya yale aliyokuwa ananifanyia. Akamwaga mayonnaise za kutosha, maana yake hapo hilo la kwangu jamani, mimi nimeliongezea. Na alipomaliza akameniacha pale, na mimi nikawa nimelala pale bila kuinuka usiku wote, usiku mzima. Alienda karibu raundi 3 ambazo zilikuwa ni za mateso kwangu. Alitumia muda mrefu sana. Ilipofika asubuhi sikuweza kuamka, hata kusimama vizuri ilikuwa ni ngumu. Nilikuwa na maumivu makali sana, lakini Alhaji aliamka akicheka sana, akasema, karibu katika maisha ya ndoa mke wangu, utazoea, hii ni kawaida. Siku zilizofuata zilikuwa ni siku za kifo. Niliamka asubuhi, nikampikia Alhaji chakula, nilifua nguo, nikasafisha nyumba. Nilikuwa kama mjakazi vile, sikuwa mke tena. Na usiku ilipofika, kazi ilikuwa ni moja, kuniingilia bila huruma. Alisema, wewe ni mke wangu, hii ni ya kwangu, siwezi kukuacha hivi hivi kirahisi. Na alivyokuwa akifanya lile tendo, hakulifanya kwa upendo hata kidogo. Alinichukua kama chombo cha kujifurahisha yeye. Alijijali yeye kuliko mimi. Alijali raha zake kuliko maumivu nilikuwa nikiyapata, kuliko uchovu niliokuwa nao wa kazi za siku nzima. Lakini nilivumilia kwa sababu ile ndiyo ilikuwa furaha ya familia yangu. Mateso yangu mimi ilikuwa ni furaha kwa wadogo zangu waliokuwa wakienda shuleni. Baada ya miezi 2 niligundua kuwa mimi ni mjamzito. Kumbuka, tangia siku ya kwanza nimeolewa sijawahi kupumzika mpaka leo hii, ambapo miezi 2 imepita na nimejua mimi ni mjamzito. Na sikujua mara moja kwa sababu nilianza kujisikia naumwa, napata kizunguzungu, ninaishiwa nguvu na vitu kama hivi. Ikanifanya niende hospitalini na madaktari wakaniambia kwamba mimi ni mjamzito. Niliporudi nyumbani nikaenda kumwambia mume wangu Alhaji kwamba, mume wangu Alhaji, mimi ni mjamzito sasa. Lakini baada ya kusikia kwamba mimi ni mjamzito, Alhaji hakufurahia. Akanambia, wewe fanya uzae haraka ili mimi turudi kazini tena. Sikumuelewa alikuwa anamaanisha nini. Nilifikia angefurahia ile habari ya kwamba yeye anakwenda kuwa baba sasa, lakini hakuonyesha furaha yoyote wala hakuonyesha makasiriko. Lakini nikaa nimegundua kitu kwamba alizani sasa nitakuwa mzigo kwake, kwa sababu hatofanya mambo yake tena na nitapunguza baadhi ya kazi za pale nyumbani. Kipindi chote ambacho nilikuwa mjamzito kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu. Nilikuwa sina msaada wowote. Alhaji hakujali kwamba mimi ni mjamzito. Hakujali kwamba ule ujauzito ulikuwa ni ujauzito wangu wa kwanza. Hakujali kwamba ninahitaji kufarijiwa na mume wangu. Na nilikuwa ninapika, ninafanya usafi wa nyumba, ninafua, ninafanya makazi mengi sana, na mimba ikiwa inanitesa pia. Na Alhaji hakunisaidia jambo lolote. Mara nyingi alikuwa akiniambia, mimba sio ugonjwa, fanya kazi wewe mke wangu. Mimba sio ugonjwa, fanya kazi, acha uvivu. Nilipokuwa nimefika miezi 6 ya ujauzito, niligundua kitu kingine. Nilimuona Alhaji akiingia nyumbani na wanawake wengine. Yaani namaanisha aliingia na wanawake wengine kwenye nyumba yetu ambayo mimi na yeye tunaishi pamoja. Siku moja alikuja na mwanamke mwingine, na huyu mwanamke alikuwa ni mdogo pia. Huyu alikuwa na miaka kama 20 hivi. Nikamuuliza, Alhaji, mume wangu, huyu ni nani? Akanitazama kwa hasira akasema, ni mke wangu wa pili. Nini shida yako? Mimi ni Muislamu bwana, kwa nini nisioe mke mwingine? Lile jambo lilinimaliza nguvu kabisa. Nilikuwa nina huzuni sana, na mimi sikujua kwamba Alhaji ameshaoa mwanamke mwingine, na alioa bila hata kuniambia. Na mwanamke huyo jina lake lilikuwa ni Zainab. Alimleta Zainab aishi pale nyumbani pia. Sasa tulikuwa wanawake wawili. Lakini kuna jambo la ajabu ambalo nililiona, kwa sababu Alhaji alimpenda zaidi Zainab kuliko mimi. Alikuwa akimpa pesa, alikuwa akimnunulia nguo nzuri, alikuwa akimnunulia vitu vya urembo, hadi dhahabu ashawahi kumnunulia. Lakini mimi sikupata chochote. Na Zainab alikuwa ananidharau sana. Alikuwa akinichukia mno. Alikuwa akiniambia, wewe ni mjakazi tu hapa nyumbani, mimi ndio mke halisi. Alikuwa akiniambia mimi ni mchafu na nimetoka kwenye familia ya kimaskini. Nilikuwa nikiumia sana. Wakati mwingine hata mume wangu nikimwambia alikuwa hanisikilizi, alikuwa hajari. Kusema ukweli niliteseka sana. Zainab alikuwa na roho
mbaya kweli. Wakati mwingine Zainab alikuwa akinitukana, akiniongelea vibaya mbele ya mume wangu, lakini mume wangu alicheka tu, hakuongea neno lolote. Basi ikawa imefika miezi 9 sasa, na wakati wangu wa kujifungua ukawa umefika. Siku hiyo nikawa nimepata uchungu sana. Nilimwambia mume wangu najisikia uchungu. Sasa katika hali ile ya uchungu, mume wangu alikuwa yuko na Zainab. Zainab akasema, mume wangu mwambie dereva ampeleke. Nilimuona kabisa mume wangu alitaka kunipeleka, lakini Zainab akazuia, na kwa bahati mbaya muda ule hakukuwa na dereva yoyote ambaye angeweza kunipeleka. Ikabidi nimpigie dereva taxi aje nichukue, na nikawa nimefika hospitalini nikiwa na maumivu sana, maumivu ndani ya roho, lakini na maumivu ya uchungu niliokuwa nao. Kusema kweli, Mungu alinisaidia, nikawa nimezaa mtoto wa kiume. Mtoto alikuwa ni mzuri sana, na nilipomtazama mtoto wangu nilijisikia furaha sana, na machozi ya huzuni na furaha yakanitoka pale, kwa sababu nilijua kabisa huyu mtoto amepitia mambo magumu sana akiwa tumboni, sasa amekuja kupumzika. Asubuhi mume wangu baada ya kuachiwa na Zainabu wake akawa amekuja hospitalini kuniangalia. Alipofika hospitalini akaja moja kwa moja kumwangalia mtoto wake, wala hakunijali mimi, hakujali najisikiaje, nipo kwenye hali gani. Akafika pale na kusema mlete mtoto. Akamchukua mwanae na kusema, umezaa mtoto wa kiume, safi sana. Akasema jambo ambalo liliniumiza sana. Akasema atanifaa sana kwa kazi huyu baadaye, akiwa kijana atafanya sana kazi. Hakufurahia kwa sababu amepata mtoto, alifurahia kwa sababu amepata kijakazi mwingine. Kusema kweli, ile hali iliniumiza sana, lakini mume wangu akatuchukua tukarudi nyumbani, mimi pamoja na mtoto. Nilipofika nyumbani nilimkuta Zainab, na Zainab alinipokea kwa vicheko sana, akinicheka, lakini mume wangu naye akaanza kunicheka pia. Zainab aliniangalia kwa dharau sana na akasema, umezaa, hongera kwa kuzaa, na sasa angalau tutapata amani hapa nyumbani, kwa sababu wewe na ujauzito wako ulikuwa kama ni nini sijui, kama umebeba kitu cha maana sana, kumbe umebeba mtoto tu wa kiume. Sikumjibu neno lolote Zainab. Nikatoka na moja kwa moja nikaenda chumbani, na mume wangu akamempa mtoto jina Ahmed. Kusema kweli, kuanzia pale hali yangu haikuwa rahisi sana pale nyumbani, kwa sababu maisha niliyoyaishi pale nyumbani niliishi kama kijakazi. Kumbuka, siwezi kurudi nyumbani kwetu kwa sababu familia yangu inanitegemea mimi. Maisha yao kule ili yawe sawa wananifuata mimi ndiye msaada wao kule nyumbani. Na ndani ya miaka 3 baadaye niliishi maisha magumu haijawahi kutokea. Watu wa nje waliniona nikiishi maisha kwenye familia ya kitajiri, lakini mimi niliishi maisha magumu sana. Sikutamani hata kuwaambia wazazi wangu maisha niliyokuwa nikiishi, lakini mume wangu hakujali neno lolote. Mume wangu alimpenda Zainab zaidi kuliko alivyonipenda mimi. Nilitumika, niliteseka, nilinyanyaswa, lakini nilivumilia kwa ajili ya mtoto wangu pamoja na familia yangu. Ilipofika mwaka 2013, Zainab pia aligundua kuwa ni mjamzito. Jambo la kushangaza, Alhaji mume wangu alifurahi sana. Alimhudumia kwa huruma sana Zainab. Kila siku alikuwa akimpeleka huku, Zainab akisema tu basi mume wangu huyo haraka sana. Alimpeleka kliniki kila wakati, alimnunulia kila kitu alichokihitaji. Nilikuwa naumia, lakini nimeshazoea sasa, yamekuwa maisha yangu. Na mimi nikawa ndo kama kijakazi wa Zainab. Kila kitakachofanywa pale, msaidie mjamzito. Nakumbuka wakati mimi mjamzito sikupata jambo lolote, mume wangu hakunifanyia wala kuninunulia zawadi yoyote, lakini Zainab ilikuwa haipiti siku hajaletewa zawadi. Mungu akawa amemsaidia Zainab, na nilimwombea sana ajifungue salama. Kweli akajifungua mtoto wa kike, na mume wangu alifurahi sana kupata mtoto wa kike. Akaweka sherehe kubwa sana, akaleta majirani, akaalika ndugu zake, marafiki, na yule mtoto akamwita Fatma. Na yule mtoto alionyeshwa upendo mwingi sana, lakini Ahmed mwanangu hakupata upendo wa baba yake hata kidogo. Na Ahmed aliendelea kukua, akawa anazidi kumuona baba yake mambo anayoyafanya, na ambavyo baba yake alimpenda dada yake zaidi kuliko alivyompenda yeye. Kuna siku Ahmed mwanangu aliniuliza, mama, mbona kama baba hanipendi? Kusema kweli, mimi nilikuwa sina jibu la kumpa mtoto huyu. Nikawa ninalia ndani ya moyo wangu, naogopa hata kuyatoa machozi ili mwanangu asiyaone. Alikuwa ni mdogo, lakini ananiuliza maswali magumu sana. Mwaka 2015 nilipata mimba mingine, ujauzito wangu wa pili. Niliumia sana kwa sababu nilijua kipindi changu cha mateso kimefika, na nilikuwa sina la kufanya. Na kuongea ukweli, kaka, ndugu mtangazaji, sikutaka kabisa nipate ujauzito mwingine mle ndani, yani nizae mtoto mwingine mle ndani, lakini sikuwa na chaguo jingine. Nikamwambia mume wangu Alhaji. Hakusema neno lolote tena, na muda huu ilikuwa kama amechukia sasa, hajafurahi mimi kupata mtoto mwingine. Mimba hii ilikuja kwa namna tofauti sana,
kwa sababu ilikuwa ni mimba ambayo ilinitesa sana, na nadhani nilikuwa ninateseka kwa sababu ya matatizo ya nyumbani. Nilikuwa nina pressure muda wote, damu inashuka, nguvu sina. Na madaktari walisema ninahitaji kupumzika zaidi na ninahitaji kula vizuri, na zaidi ya yote nahitaji kutulia, kukaa kwenye mazingira mazuri. Lakini nyumbani sikupata hayo mazingira hata kidogo. Niendelea kufanya kazi nyumbani na Zainab aliendelea kunionyeshea chuki. Zainab aliendelea kunitesa na kunisumbua, na sikuweza kuongea neno lolote kwa sababu mume wangu alikuwa anampenda Zainab. Zainab akasema, we mpuzi, unataka kuzaa tena unataka kutuwekea mizigo mingi hapa nyumbani, unataka umtese mume wangu chakula utatafuta wewe, mitoto yako itakuwa mingi hapa, mume wangu atashindwa kutujali sisi wengine kwa sababu ya mitoto yako inakula chakula chote. Yale maneno ya Zainab yalikuwa ni maneno yenye uchungu sana, lakini nilikuwa nimeshamzoea Zainab sasa. Siumii tena, nishaacha kuumia. Siku moja nilikuwa ninapika jikoni, Zainab akaja pale akaniambia, hiki chakula unachopika leo ni kibaya sana. Hivi wewe unajua hata kupika kweli? Atakula nani hiki chakula cha ajabu hivi? Nikamwambia kwa upole, samahani, hiki chakula nilichopika tutakula mimi na wanangu, naomba niwapikie ninyi chakula kingine. Zainab akanipiga kofi bwana, akasema, wewe ni mjinga umekuja hapa ili upoteze chakula chakula chote hiki na wewe na wanao mtakula utakimaliza? Kwani wewe Alhaji hapa alikuwa kwa ajili ya kazi gani? Uliolewa hapa ili uje utupikie sisi? Unatakiwa upike chakula chetu kwanza, alafu ndo upike makombo yako wewe ya kula, au usubiri sisi tumalize kula? Kumbuka nilikuwa mjamzito hapo, nikawa nimeanguka chini nikiwa nina maumivu sana, na kwa bahati mbaya nilianguka sakafuni, nikaliangukia tumbo langu, na nilikuwa mjamzito hapo, tumbo kubwa kule. Nikajisikia maumivu makali sana kwenye tumbo. Nikaita mume wangu. Alhaji akaja pale akanitazama, kisha akamuuliza Zainab, nini kimetokea hapa? Mbona mwenzako amelala chini? Zainab akasema, mume wangu sijui, ameanguka mwenyewe, mimi sijamfanya chochote. Na kwa bahati mbaya Alhaji mume wangu akamwamini Zainab, akanambia, wewe unaanguka kwa sababu gani? Usilete taharuki hapa bwana, kama unaumwa basi nenda hospitalini. Nikajaribu kuinuka lakini nikashindwa kwa sababu ilikuwa na maumivu makali sana. Baada ya dakika kadhaa nikapoteza fahamu pale. Baadaye sasa nakuja kuamka, niko hospitalini. Daktari yuko pembeni yangu, ananiangalia kwa huruma sana. Anasema, samahani sana, tumejaribu kila kitu lakini umepoteza ujauzito wako. Yaani nilijisikia maumivu makali sana. Ndugu mwandishi, sijui nilikuelezeeje kwa sababu nilijisikia maumivu sana. Ule ujauzito niliuvumilia kwa muda mrefu sana, na nilikuwa ninaona kabisa nakaribia kwenda kujifungua, lakini leo ujauzito huu ambao nimeutesekea umeharibika. Sikuweza kuamini. Nikamuuliza daktari, unamaanisha nini? Daktari akasema, tulijaribu kumtoa mtoto wako akiwa hai lakini ilishindikana, na mwanao alionekana alikuwa ameumia sana. Hii ni miezi 7 sasa, ungeweza kujifungua angalau mtoto njiti, lakini imeshindikana. Machozi yalinitoka sana. Nikaita tena Ahmed, lakini sikujua nini cha kusema. Nikakumbuka jinsi Zainab alivyonisukuma, alivyonipiga kile kibao. Nikakumbuka jinsi mume wangu alivyokuja na hakujali chochote. Moyo wangu kaniuma sana. Baada ya matibabu ya siku kadhaa pale, nikarudi nyumbani, lakini hakuna mtu aliyeniambia pole wala aliyenionea huruma kwa kile kilichotokea. Si mume wangu wala si Zainab. Na siku ile Alhaji mume wangu alikuwa na wageni, na upande wa pili Zainab akawa ananicheka tu. Mimi nikaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwangu na mwanangu Ahmed. Na Ahmed sasa alikuwa na miaka 5. Akaniuliza, mama, tumbo lako limefanyaje? Mtoto yuko wapi? Sikuweza kumjibu neno lolote. Nikaishia tu kumkumbatia na tukalia pamoja. Mateso na maisha pale nyumbani nikaa nimeshayazoea. Miaka ikawa inasogea polepole. Mimi naendelea kufanya maisha yangu tu. Sikuwa na furaha yoyote, sikuwa na matumaini yoyote. Nilikuwa kama kivuli tu pale, na nilikuwa pale kwa sababu ya Ahmed. Nisingeweza kumwacha kijana wangu, wala nisingeweza kwenda na Ahmed nyumbani kwa wazazi wangu akaishi kwenye shida ile. Ahmed alikuwa ni mtoto mwenye akili sana, alikuwa ni mwerevu kweli kweli, na aliniambia, mama, mimi nataka kwenda shule kusoma. Baadaye nikamwambia mume wangu Alhaji ampeleke mtoto shule. Alikubali, lakini akanipa masharti. Akasema atakwenda shule ya serikali, sitoweza kumlipia shule ya binafsi, sina pesa za kumpeleka shule ya private. Lakini si kweli, mume wangu uwezo huu alikuwa nao. Mume wangu alikuwa na pesa sana. Lakini hata hivyo, kitu kilichonishangaza ni kwamba Fatma, yule binti wake aliyezaa na Zainab, alikuwa ni mdogo zaidi ya mwanangu. Aliwaishwa sana shuleni, na yeye Fatma alipelekwa shule ya private, na ilikuwa ni shule nzuri sana. Mume wangu alikuwa analipa hela nyingi sana. Yule mtoto alipata kila kitu, lakini Ahmed hakupata kitu chochote. Mimi nikaona ni sawa tu, ili mradi mwanangu aende shuleni, na sikusema chochote mbele ya mume wangu. Na wakati mwingine Ahmed alitambulishwa kama mtoto wa kijakazi wa mume wangu. Baadhi ya watu walikuwa wanajua kwamba mimi ni mfanyakazi pale na nina mtoto anaitwa Ahmed. Hawakujua kwamba Ahmed ni mtoto wa Alhaji. Miaka ikawa imesonga sana,
na Ahmed akawa amefika darasa la 7 na akawa amefanya vizuri sana. Akawa amepata nafasi ya kwenda sekondari kwenye shule za serikali. Nilifurahi sana. Nikamwomba Alhaji amsaidie mwanangu, ampeleke hata shule ya private. Lakini Alhaji akasema, sina pesa hiyo. Mtoto wako ni mtoto wa mkulima, kazi yake itakuwa ni kulima tu. Huyu si wa kusoma tena. Sasa hivi ana nguvu za kufanya kazi za shamba kwenye mashamba yangu ya mkonge. Mume wangu alikuwa na mashamba makubwa sana ambayo ndio alikuwa anampa pesa nyingi sana. Kweli bwana, Ahmed hakwenda shuleni, akawa amekaa nyumbani tu, na Ahmed alikuwa anahuzunika sana kuona wenzake wanaenda mashuleni lakini yeye yuko nyumbani. Siku moja Ahmed aliniuliza swali gumu sana. Akasema, mama, kwa nini dunia inanichukia mimi hivi? Kwa nini dunia inatuchukia mimi na wewe mama? Kwa nini dunia haitaki mimi nisome? Ndugu mwandishi, kusema kweli sikuweza kabisa kumjibu. Nikamwambia, mwanangu, Mwenyezi Mungu ana mpango na maisha yangu. Mwenyezi Mungu ana mpango na maisha yako mwanangu. Wakati mwingine kuna jambo moja la kusikitisha likatokea. Ahmed alikuwa na miaka 11. Alikuwa akinisaidia kufanya kazi za nyumbani. Siku moja Alhaji alimtuma kwenda dukani kununua vitu. Ahmed alitoka pale akiwa na furaha sana kwa sababu baba yake amemtuma, na alimtuma kwa upole sana. Lakini muda mfupi baadaye nikasikia kelele nyingi sana kwa sababu nyumba yetu ilikuwa karibu na barabara. Watu wakipiga makelele sana, Ahmed, Ahmed. Nikasema, Ahmed kafanya nini? Nikakimbia kutoka nje. Nilichokiona, ndugu mwandishi, kusema kweli mpaka leo sitamani kukisikia. Machozi yananidondoka. Amina anaongea haya maneno akiwa anaumia kweli, akiwa anatokwa na machozi, lakini anaendelea anasema, watu walikuwa wakikimbia. Nilipotoka nje nikamwona mwanangu amelala barabarani. Alikuwa amegongwa na gari. Damu nyingi sana zilikuwa zimemwagika kichwani kwake. Nikaanza kupiga kelele. Watu ambao walikuwa pale around wakaja na kutusaidia. Tukamkimbiza mtoto hospitalini haraka sana. Madaktari wakafanya upasuaji. Mimi niko nje, sijui nini kinachoendelea huko ndani. Ninaomba kwa Mwenyezi Mungu kweli. Namwambia Allah, tusaidie, usimchukue mwanangu. Huyu ndiye kitu pekee nilichokuwa nacho chenye matumaini kwenye maisha yangu. Baada ya masaa kama 3 hivi, madaktari wakatoka. Daktari mmoja akawa anatazama chini. Nilivyomuona daktari anatazama chini, haniambii chochote, moyo wangu ukasimama. Akanambia, mama, pole sana. Tumejaribu kila namna, lakini aliumia vibaya sana kichwani. Na jeraha lake la kichwani lilikuwa ni kubwa sana na amepoteza damu nyingi sana. Hatukuweza kumuokoa. Ilibaki kidogo sana. Hata mlivyomfikisha hapa alikuwa hawezi kuokoka tena. Sikumsikia maneno yote aliyokuwa anaongea yule daktari. Nilikuja kuyakumbuka baadaye, lakini alivyoanza tu kwamba walifanya kila kitu. Baada ya hapo mimi nikaanza kupata kizunguzungu. Ninaona dunia inazunguka kwa spidi kweli kweli. Sipati sehemu, natafuta sehemu ya kujishikilia. Baadaye nikaanguka chini. Sikuweza kuamini kwamba mwanangu Ahmed, mtoto pekee niliyempenda, amefariki. Nikajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini leo mume wangu amemtuma Ahmed akiwa na furaha hivi? Je, ni yeye aliyemuua au ni nini? Nilimlilia sana Mungu. Nikasema, Mungu, wewe ni mbaya sana. Umeniangusha kwa namna hii. Sikutegemea kama Mungu ungenitesa kiasi hiki. Nilipouona mwili wake, nilimuona Ahmed kama amelala tu. Sikuona kama amefariki. Alikuwa na uso mzuri sana. Nikaanza kulia kwa sauti kubwa sana. Watu wakawa wamekuja pale wakanishika, lakini sikutaka hata kidogo mtu aniguse. Lakini ikabidi tu anitoe kwa nguvu. Na sikumuona tena Ahmed wangu, mtoto wangu. Unajua tena sheria zetu sisi Waislamu, wanawake hatuendi kuzika, wala hatuna hali ya kwenda kuaga maiti. Sikumuona tena mwanangu baada ya pale, hadi pale alipozikwa. Alhaji alikuwepo msibani muda wote, lakini sikumuona hata mara moja akilia. Hakuonyesha huzuni yoyote. Lakini huyu mtoto alikuwa ni mtoto wake, kumbuka, na ndiye mwanaye wa kwanza kwenye maisha yake. Alimzaa huyu mtoto akiwa mtu mzima kabisa Alhaji. Baadaye nilipoonana na mume wangu nikamuuliza, mbona hukulia kati mwanao amekufa? Alhaji akasema, Ahmed hakuwa mtoto wangu pekee, mimi nina watoto wengine bado. Yale maneno yaliniumiza sana, yalinichoma mno. Hapo ndipo nilipofahamu kwamba mume wangu hakujali chochote kuhusu mwanangu, na mimi sikujua na sikuwa na tumaini la kuendelea kuishi tena, kwa sababu hii hali haikuwa hali ya kawaida. Nikaanza kushindwa kufanya kazi, nikawa mtu wa ajabu sana. Nikawa nikitembea, mwili tu ndio unaotembea, lakini roho yangu haipo. Na kwa sababu Zainab bado alikuwa pale nyumbani, mateso yangu hayakuisha, kwa sababu Zainab aliendelea kunidharau, kunicheka, kuniongelea maneno ya ajabu. Na kwa sababu ya hali nilokuwa nayo, Alhaji mume wangu aliendelea kukasirika. Hakunifurahia tena, kwa sababu nilikuwa sifanyi kazi, sifanyi chochote, siwezi. Hata nikijilazimisha siwezi kufanya jambo lolote. Siku moja Alhaji alinipiga sana. Alinipiga na fimbo nyingi kweli kweli. Alinipiga mgongoni kote huko, kwenye makalio, kichwani, hakujali. Na mimi sikuweza hata kujitetea. Na kusema kweli mimi nilikuwa sijali tena.
hata maumivu nilikuwa sisikii. Nilikuwa tu ninataka anipige mpaka nife. Siku zikawa zimeenda, miezi 6 baada ya kifo cha mwanangu Ahmed, niliamua kuwasiliana na familia yangu. Kaambia mambo ambayo nimepitia. Walikuwa hawajui mambo mengi sana. Nikawahadithia na nikawaambia tangu kifo cha mwanangu maisha ambayo nimekuwa nikiyapitia. Mama alisema, Amina, umepitia mambo yote hayo mwanangu, kwa nini hujawahi kusema? Rudi nyumbani. Nikamwambia mama, mimi nyumbani siwezi kurudi. Sikuweza kurudi nyumbani kwa sababu nilikuwa ninaona aibu sana. Nilikuwa ninaona kama mimi nimefeli. Nilikuwa ninaona kama mimi nimeshindwa kuiokoa familia yangu. Lakini kwa bahati mbaya mwaka 2020 nadhani mume wangu akaoa mwanamke mwingine wa 3. Naye huyu alikuwa ni msichana mdogo tu, miaka 19 nadhani, na yeye akaja kuishi pale pale nyumbani. Sasa tukawa wanawake 3, mimi nikiwa mke mkubwa wa kwanza, lakini hawa wenzangu, yani Zainab pamoja na huyu mwanamke mwingine, walikuwa ni wake wenza. Sasa lakini kuna kitu ambacho kilikuwa cha ajabu sana. Zainab pamoja na huyu mwanamke mwingine wakawa wananicheka sana mimi, na kusema ukweli mpaka nikaa nadhani kwamba Alhaji amenioa mimi ili niteseke. Nikavumilia pale, nikakaa nao kama kawaida. Lakini mwaka 2021 nikaa nimepata tatizo kubwa sana, shinikizo la moyo, na madaktari waliniambia kwamba nahitaji kutuliza kichwa changu kwa sababu ninaweza nikapata matatizo ya akili. Akasema nina depression kubwa sana. Amenipa dawa nyingi za kunipumzisha na kunituliza. Akasema na hii shinikizo la damu la moyo sijui ninalipata kwa sababu ya depression niliyokuwa nayo. Akasema ninahitaji kutuliza kichwa changu sana. Nikiendelea kuwa hivi basi nitakuwa kichaa muda wowote kuanzia sasa. Nikarudi nyumbani, nikamwambia mume wangu kila kitu. Mume wangu alinicheka sana. Hivi wewe mwanamke una wazimu? Wewe umelogwa. Hakuna lolote. Wewe ni umelogwa. Unaacha kwenda kwa mganga, unaenda kwa madaktari kwa hospitalini. Unaenda kutafuta nini huko? Lakini baadaye bwana Zainab akawa amejua mimi nina matatizo gani. Na nikwambie ukweli tu ndugu mtangazaji, Zainab alikuwa anataka mimi nife kabisa. Nife kabisa. Akawa amechukua zile dawa nilizopewa na daktari, akamezificha bwana. Nikazitafuta sana zile dawa lakini sikuzipata. Ilikuwa ninateseka sana nisipokunywa zile dawa. Nilikuwa siwezi kulala, nilikuwa siwezi kufanya chochote, naanza kuchanganyikiwa kabisa. Mwaka 2023 mume wangu Alhaji akaanza kuumwa. Mimi nimevumilia kulikweli. Akaanza kuumwa bwana. Akawa anakohoa hadi damu. Mimi nikabidi nimchukue mume wangu nimkimbize hospitalini. Madaktari wakasema mume wako ana saratani ya mapafu. Akatibiwa pale kwa muda sana, lakini kwa bahati mbaya saratani yake ilikuwa imeshaenda mbali sana, na ilipofika mwaka 2024 kwa bahati mbaya mume wangu akafariki, na baadaye tukamzika. Watu wengi walikuja pale na nini na vitu kama hivi. Sasa kuna kitu cha ajabu sana kilitokea baada ya pale. Alhaji alipofariki mimi sikupata kitu chochote, na nikaja nikagundua kwamba siku za mwisho za Alhaji kumbe aliniandikia taraka, na mimi sikuwa mkewe tena, na wenzangu ndio wakagawana mali zote, na nilikuwa pale kwa ajili tu ya kumhudumia Alhaji kipindi ambacho alikuwa ni mgonjwa. Sasa sikuwa na proof yoyote ya kuwaonyesha watu kwamba mimi nilikuwa ni mke wa huyu jamaa, lakini pale kuna taraka. Sasa ikabidi tu niondoke nirudi kijijini kwetu, na baba yangu alikuwa ameshafariki mwaka 2020, amebaki mama yangu. Mama yangu alikuwa ni mgonjwa sana na maisha nyumbani yalikuwa ni mabaya zaidi sasa hivi, kwa sababu mume wangu alivyoanza kuugua hata msaada ule mdogo mdogo nikawa siwezi kuwapa tena. Lakini jambo moja ambalo nililijua lingeweza kuwa jambo zuri sana ni mimi kuanza kupambana. Nikaanza kupambana sana, nikalima vibarua, nikafanya hivi na hivi angalau tu wadogo zangu ambao na wenyewe washakuwa vijana wakubwa kidogo sasa hivi wanaweza kujipambania. Sasa baadaye nikaa nimepata kukutana na rafiki yangu ambaye tulikuwa tumekuwa wote kipindi hicho kijijini hapo. Akanambia, Amina rafiki yangu, siku nyingi sana wewe si uliolewa na mtu fulani alikuwa tajiri mbona uko hivyo? Kusema kweli nilikuwa nina aibu sana sana sana, kwa sababu rafiki yangu alikuwa amependeza kweli. Alikuwa ameenda sekondari yeye, amejiendeleza kimasomo, ana kazi huko mjini, amekuja kijijini yuko na gari. Mimi nimechakaa kweli. Akanambia kuna siku mimi ndakusaidia rafiki yangu. Akaniambia sawa, akaniachia namba yake ya simu, lakini sikuwa na simu bwana. Siku moja akiwa ameshaondoka nikaamua kumpigia rafiki yangu. Nikampigia na kuzungumza naye. Akanambia mimi niko Dar es Salaam, njoo Dar es Salaam, kuna kazi nyingi sana. Ukweli bwana, mimi nikawa nimetoka na nimekuja mpaka Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam, kusema kweli rafiki yangu alikuwa na maisha mazuri sana, na mimi nikawa ninaishi pale kwake. Akasema nitafanya kazi za ndani pale kwake niwasaidie
yeye na familia yake, kwa sababu alikuwa na watoto wawili sasa kipindi hiko na yeye, na alikuwa na mumewe. Tukaonesha nyumba nzuri sana, gorofani. Nyumba ilikuwa ni nzuri kuliko hata ile nyumba ya mume wangu Alhaji. Sasa nikiwa huko Dar es Salaam bwana, maisha yalivyozidi kuendelea, nikaanza kupendeza taratibu. Nikaanza kuonekana na mimi angalau sasa ninapendeza. Unajua ile rafiki yangu ananijali, ananipa pesa, ananilipa mshahara wangu on time na vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nina umbo zuri na nilikuwa ni mwanamke mzuri sana, na nilipoanza kupendeza uzuri wangu kaanza kurudi. Ndugu mtangazaji, sijui niseme nini, lakini sijui ni shetani gani, nikajikuta naanza kumtamanisha mume wa rafiki yangu. Huyu jamaa kusema kweli alikuwa ni handsome sana, alikuwa ni mwanaume mzuri sana. Basi nakumbuka ilikuwa ni mwaka mpya, mwaka jana hiyo, mwaka 2024, akanifuata mkewe akiwa amesafiri kikazi, ameenda Nairobi nadhani, kwa sababu alikuwa anasafiri mara nyingi sana, anaenda kuchukua mizigo kule kwa ajili ya kuleta kwenye maduka yao waliokuwa nayo. Siku ile mumewe akanifuata, akaniambia ni kiasi gani mimi nilivyokuwa mrembo. Na kusema kweli mimi nilikuwa ni mjinga sana, ninajilaumu sana. Rafiki yangu alikuwa ameamua kunisitiri, lakini na mimi nikaingia kwenye huo mtego, nikamkubali mumewe. Tukaanza mahusiano ya siri kuanzia pale. Na haikuchukua muda mrefu, ndugu mtangazaji, nikapata ujauzito. Na nilipopata ujauzito, yule baba alikuwa anampenda sana mkewe ambaye ni rafiki yangu. Akanigeuka, akamwambia mkewe anifukuze pale nyumbani. Akamwambia kwamba huyu rafiki yako ni mjinga sana, ni mjinga sana. Mkewe alipouliza ni mjinga kwa nini, akanambia ananitaka sana huyu rafiki yako, ananitega. Juzi hapa amenitembelea uchi hapa wakati haupo, umesafiri. Sasa mimi sikujua kwamba ule ulikuwa ni mtego, yule baba ananifanyia mtego. Mimi ikabidi nilopoke mbele ya mkewe, nikamwambia hapana, mumeo yeye ndiye aliyenitaka mimi, na hapa nilipo nina ujauzito wake. Yule jamaa akalipuka akasema, mke wangu, umeona ninachokwambia? Huyu rafiki yako anataka alale na mimi ili anisingizie huo ujauzito. Na kusema kweli rafiki yangu akawa amemwamini mumewe, kwa sababu mumewe alimwaminisha kwamba mimi nilikuwa nataka nilale naye ili nimsingizie ujauzito wangu. Na akasema huyu ni malaya, kila siku namkuta na mabodaboda sio na nini huko, anataka kunipa mimi hii mimba yake. Ndugu mtangazaji, sijui kwa nini mimi nina hasara kiasi hiki kwenye maisha yangu. Rafiki yangu hakufikiria mara mbili, mimi ni mtu tu ambaye nimekuja kwenye maisha yao, lakini mumewe ni mumewe yule. Akanifukuza, rafiki yangu akanifukuza, akanambia nilijua ninakusaidia, kumbe unamtaka hata mume wangu. Akanitukana sana, akasema ndio maana hata Alhaji hukuweza kudumu naye. Usiku ule nilitoka pale nyumbani, sijui wapi nitakwenda. Sitosema ni wapi kwa sababu ninamheshimu sana rafiki yangu na ninatamani kumlindia siri yake, lakini usiku ule nilitamani nife kabisa, kwa sababu niliona kabisa mwisho wa maisha yangu umefika sasa. Nilikuwa nina pesa kidogo, kwa sababu rafiki yangu wakati ananifukuza akanilipa na mshahara wangu, lakini na baadhi ya mishahara yangu ambayo nilikuwa nimehifadhi nimekaa nayo. Nikaenda pharmacy, nikachukua dawa nyingi sana za namna tofauti. Nikakaa chini sehemu hivi karibu na barabara. Anasema nikataka ninywe zile dawa zote kwa pamoja, na kwa sababu pale palikuwa ni kituoni cha daladala, watu wangenikuta pale nikiwa nimekaa, nimekufa tasa. Na kulikuwa kuna mvua inanyesha muda huo. Mvua ilikuwa inanyesha nyingi sana, na mimi sikujali tena kwamba ninaloana ama vipi. Sasa nikaa nimetoa zile dawa, nimejaza kwenye mkono wangu, nataka kunywa nife hapo. Sijui nini kikatokea. Kuna gari moja kubwa likali linapita pale kwa vurugu sana, likarusha maji mengi sana. Nikawa nimeshtuka, zile dawa zote nikawa nimeziangusha, zimeangukia kwenye maji. Baadaye nikainuka pale nilipokuwa nimeangukia, nikaenda nikakaa kwenye kituo pale ili nijikinge na mvua. Sasa nikifikiria nini cha kufanya. Baadaye nikatafakari sana kwamba nijiue au nifanyeje. Nikaona bora nitoe ujauzito. Hii hela kidogo niliyokuwa nayo nitatafuta chumba, na mimi ni mgeni Dar es Salaam, sipajui na miezi miwili tu nadhani tangu nije au mitatu. Kweli bwana, nikarudi tena pale pharmacy. Alikuwepo mkaka mmoja na mdada mmoja. Nikafika pale nikawaambia, jamani, mimi nahitaji msaada. Nikawaelezea hadithi yangu yaliyonikuta, na nikamwambia nataka nitoe ujauzito kwa sababu sina msaada wowote. Yule mdada, unajua sisi wanawake tuna roho mbaya sana. Yule mdada akanifukuza pale, akamwambia toka, sisi hatutaki tusije tukapata kesi ambayo haina maana yoyote. Lakini nilipotoka pale pharmacy, yule mkaka akanifuata, akanambia, dada, mimi natamani nikusaidie, umenigusa sana, wewe ni sawa na dada yangu kabisa. Akasema, wewe umetoka wapi? Nikamwambia, mimi kaka nimetoka Mwanza. Akasema, kwa nini usirudi Mwanza? Nikamwambia, kaka, mimi Mwanza siwezi kurudi, bora nife tu hapa Dar es Salaam. Nikishindwa
kufanya chochote kile ambacho naweza kukifanya. Nikamwambia kaka, hapa mimi nina hela kidogo, sijui hata ninafanyeje, sijui wapi napata chumba, natamani nipate chumba. Yule kaka kanambia, wewe tafuta sehemu ya kulala, kesho asubuhi mimi siingii kazini, tuonane hapa hapa asubuhi, nitakwenda kukusaidia kutafuta chumba. Basi kweli bwana, yule kaka akamepambana huku na huku. Kesho asubuhi tukaonana. Mimi nililala pale pale kituoni, nimelala pale pale kituoni. Nilipofika asubuhi, yule kaka akaja pale akanikuta mimi nimekaa hapa. Kumbuka sijala tangu jana mchana nilivyokula nyumbani kwa rafiki yangu. Lakini yule kaka alipofika pale akanichukua, tukaenda maeneo ya Manzese, tukatafuta sana chumba sana, maana nilikuwa natafuta chumba cha bei rahisi ili nibakiwe na pesa kidogo ambayo nitaenda kufanyia mambo mengine. Na mimi pale nilikuwa nina kama laki tu na 5,000. Kweli bwana, tukawa tumefanikiwa kupata chumba cha giza ambacho yani mbele ya kile chumba kwanza kuna mtaro wa maji machafu yananuka. Ilikuwa ni yani palikuwa ni pachafu sana. Lakini sikujali chochote. Yule kaka alivyonisaidia akaniambia, dada, sasa wewe endelea na mambo yako basi. Mimi nimekusaidia tu, sihitaji chochote kutoka kwako, endelea na maisha yako. Akanyonyesha soko la kuchukua matunda ambalo liko hapa maeneo ya Urafiki hapa, wanaliita mahakama ya ndizi. Nikawa nimeenda hapo bwana kuangalia kama naweza nikachukua matunda ili niwe nazungusha barabarani, na najipatia kipato chochote kidogo. Na akamenishauri nisitoe ujauzito wangu, na kwa bahati mbaya huu ujauzito ukawa ni msumbufu sana, unanitesa sana, lakini kawa sina namna. Namshukuru Mungu hata sasa nimejifungua huyu mtoto. Bado tunaishi maisha magumu sana, lakini napambana hivyo hivyo, nauza mboga na vitu vingine vidogo vidogo, na maisha yetu yanaendelea. Nilikuwa ninatamani sana niweze kuhadithia hii hadithi ya maisha yangu na watu wengine waweze kujifunza, labda wataepuka baadhi ya mambo ambayo mimi nimeyapitia. Dada Amina anamaliza kwa kuwashukuru sana Watanzania, lakini anasema kwamba, ndugu mwandishi, ninahitaji msaada. Kama kuna watu wana kazi, mimi ninahitaji msaada kwa sababu bado nina mtoto mdogo, siwezi kufanya kazi, na nilivyojifungua mtoto huyu nilifanyia upasuaji, na kidonda changu hakijapona vizuri mpaka leo. Kimetumia muda mrefu sana kupona. Sasa zile kazi ngumu inakuwa ni ngumu sana kuzifanya, na kidonda kimekuwa hakiponi kwa sababu nimekuwa nikifanya kazi ngumu sana. Naomba kama kuna watu wanaweza kunisaidia, waweze kunisaidia. Ndugu zangu, asante sana kwa ninyi ambao mmefanikiwa kufika mpaka hapa. Najua maisha ya watu yako tofauti sana, na dada Amina maisha yake ndo hayo aliyoyapitia na mateso hayo aliyoyapitia. Najua na wewe yamkini unapitia mateso fulani, na umepitia mateso fulani, yamkini sasa hivi upo kwenye furaha tena, na ungependa kushare hiyo hadithi yako ya maisha yako na watu wengine wakajua, wakajifunza. Basi kama unataka kuhadithia na kushare hadithi yako ya maisha yako, naomba uniandikie kwenye Instagram yangu ambayo inakwenda kwa jina la @theblack_rover. Ninawapenda sana mashabiki zangu, lakini pia ninakuomba usubscribe kwenye channel hii na usisahau kulike na kucomment.